Yes, ninakukaribisha tena katika mwendelezo wa darasa letu la graphics design, ikiwa ni tutorial namba 2. Tutorial ya kwanza nilikufundisha tu kwa ufupi, nikatoa intro kuhusiana na Adobe Photoshop ni nini na kazi zake nikazitaja kwa ufupi. Unaweza ukazitafuta zaidi mtandaoni ukapata kuelewa. Sasa hapa ili ni darasa namba 2, nitakuonyesha jinsi ya kutengeneza documents, lakini jinsi ya kutumia basic tools kwenye Adobe Photoshop. Zana ambazo unaweza kutumia katika kufanya design. Sasa nitakufundisha jinsi ya kufungua new documents. Kama kawaida utakuja sehemu hapa imeandikwa file hapa, utaenda hapa sehemu ambayo imeandikwa new, utabonyeza new, utaselect hapo kwenye new. Lakini baada ya hapo njoo sehemu ambayo hapa imeandikwa entitled, andika class namba 2 hivi. Hapa kwenye widths njoo hapa kwenye njoo hapa kwenye hii part hapa, hichi kimshale hapa, hakikisha umeweka tick kwenye pixel, afu andika 1080. Lakini pia hapa kwenye height hakikisha umeandika 1080. Na kwenye resolution, ili kwanza picha yako iweze kutokea iweze kuwa na quality kubwa, hakikisha resolution imekaa 300. Baada ya hapo create new document. Create new document. Sasa ukisha create new document kama hivi, kuna basic tool ambazo tunaweza kuzitumia katika Adobe Photoshop kwa mara ya kwanza. Unapoifungua Adobe Photoshop kwa mara ya kwanza kama hivi, kuna zana ambazo zitakusaidia wewe kama ni kuchora maumbo ama kufanya kitu chochote kile. Sasa cha kwanza twende hatua kwa hatua. Kuna hii hapa ya kwanza, hii ni move tool. Move tool ina kazi gani? Move tool hutumika kusogeza picha au maandishi. Kwa hiyo mwisho wa tutorial hiyo, mwanafunzi unatakiwa uweze kutumia zana za msingi za Photoshop. Move tool inatumika kusogeza picha au maandishi au object ambayo ipo katika document yetu. Lakini pia kuna shape, kuna mark tool M. Hutumika hii hapa. Hutumika kuchagua eneo fulani, labda unataka kuchagua eneo fulani la picha ulifanyie kazi ama ulikate. Kwa hiyo utatumia hii inaitwa mark tool. Lakini pia hapa chini kuna tool nyingine inaitwa lasso tool. Hii hutumika kuchagua sehemu ya picha. Kama unataka ukate sehemu fulani ya picha, unaifuatisha mpaka hivi. Hii inaitwa lasso tool. Pia inatumika kuchagua sehemu fulani ya picha na kuikata. Hapa sasa mimi kwa leo nataka nikufundishe zana za msingi ambazo wewe unatakiwa kuzijua. Nitakufundisha matumizi ya move tool, lakini pia nitakufundisha matumizi ya shape tool. Kwa siku ya leo nataka ujue jinsi ya kutumia shape tool kuchora maumbo mbalimbali katika Adobe Photoshop. Sasa njoo hapa, ukitoka hapa kwenye move tool, njoo hapa kwenye sehemu hichi rectangle. Hii inaitwa shape tool kwa ajili ya kuchora maumbo mbalimbali. Right click kwenye mouse yako, kwenye mouse yako. Baada ya hapo utachagua rectangle, utachora umbo la rectangle kama hivi. Utachora, ukishachora hivyo litakuja, utarudi kwenye move tool hapa. Sasa move tool tumesema kazi yake ni kusogeza picha au maumbo au maandishi katika document yetu ama katika Adobe Photoshop kama hivi. Umeona? Ukisha select move tool unaweza ukasogeza umbo ukaliweka sehemu yoyote ambayo wewe unaitaka. Sasa hivi ndivyo tunaweza kuchora maumbo. Lakini hili umbo lina kitu kinaitwa stroke. Sasa unapokuwa unajifunza graphics design, hakikisha kwamba unakuwa na kompyuta karibu ili uweze kufuatisha hatua kwa hatua kile ambacho unakifanya. Ukishachagua hili umbo litakuletea rangi. Sasa njoo sehemu ambayo inaandikwa properties. Hapa kwenye fill ni rangi ya umbo. Fill unataka iwe rangi gani? Ukitaka ubadilishe basi select hapa kwenye fill, utakuja sehemu hii hapa, hii. Uta double tap mara 2, alafu utaweka rangi ambayo wewe unaitaka inakupendeza. Kama mfano unaweza ukaweka rangi kama hii hapa, alafu ukaweka tiki. Kwa hiyo umbo lako litakuwa limebadilika. Na baada ya hapo unaweza ukaja tena ukarudi hapa kwenye shape tool hapa ukafungua hapa hivi, ukachagua labda ellipse, duara. Ili sasa uchole duara ambalo ni circle, perfect circle. Bonyeza
bonyeza shift kwenye PC yako, kwenye keyboard, bonyeza left click kwenye mouse, alafu bonyeza na alt, alafu vuta hivi. Ukitakuwa unavuta, umbo lako litakuwa linakuwa kutokea katikati, lakini lenye pande zote zilizokuwa sawa. Baada hapo, rudi kwenye move tool, lisogeze umbo lako, lisogeze kama hivi. Umeona? Lipe rangi ambayo itaonekana vizuri, ipe rangi ambayo itaonekana vizuri. Yes, unaweza kuweka rangi fulani nyekundu, ukaja hapa, ukagusa hapa kwenye nyekundu, hapa hivi. Unaweza ukafanya umbo lako liwe rangi fulani nyekundu nzuri ya kupendeza kama hivi. Unaweza hapa palikuandikwa stroke, hapa weka 0. Yes, nitakufundisha baadaye nini maana stroke. Kwa hiyo, unaweza unachora maumbo yako. Unaweza ukaselect yote haya mawili. Unaweza ukaselect maumbo haya yote mawili ukasogeza hapa katikati kama hivi. Na baada ya hapo, unaweza tena ukarudi kwenye shape tool, ukachagua uchore umbo lingine, labda rectangle. Utabonyeza kama kawaida shift, alafu left click kwenye mouse yako, alafu uta drag. Kwa hiyo umbo lako litakuwa linakuwa kwa design hiyo hapo. Alafu utarudi kwenye move tool, utalisogeza, ulipangilie, basi kazi yako iwe katika mpangilio mzuri. Hapa alikuandika stroke, hapa weka 0. Weka 0. Nitakufundisha nini, kwa nini tunafanya hivi, nitakufundisha kwa nini tunafanya hivi. Hivi weka hapo 0. Sasa ili umbo unaweza pia ukalibadilishia rangi, ukaja kwenye properties kama hivi, ukalitafutia rangi, labda rangi fulani hivi ya blue hivi. Baada ya hapo, unaweza ukarudi tena kwenye shape tool kwa mara nyingine, ukachora umbo la polygon. Kama kawaida, bonyeza shift, alafu left click kwenye mouse yako, alafu drag, kukuza lile umbo liweze kuonekana kwa ukubwa. Badilisha rangi, njoo hapa sehemu ambayo imeandikwa properties, nenda kwenye sehemu imeandikwa fill, bonyeza hapo, alafu njoo hapa hivi. Weka rangi ambayo itaonekana vizuri, ambayo haiendani na nyeupe. Hivi kama hivi. Tuseme weke rangi gani? Tuweke rangi hii hapa. Tuweke rangi hii. Alafu tutasogeza umbo letu, tutalipanga likae vizuri kama hivi. Kwa hivi ndivyo tunaweza kuchora maumbo mbalimbali kwenye programu ya Adobe Photoshop. Lakini pia unaweza ukachora umbo square. Ili uchore square utarudi kwenye rectangle. Lakini ili uweze kuchora square, lazima ubonyeze shift, left click kwenye mouse yako, alafu na alt, alafu utakuwa unavuta. Hilo umbo litatokea hapo ni square, kwamba lina pande zote sawa. Kama kawaida, njoo kwenye properties, fill, libadilishie rangi. Yes, lipe rangi ambayo itaonekana vizuri, labda rangi nyekundu kama hivi. Weka tiki. Njoo hapa kwenye stroke, weka 0 kama inasoma ni 1 au namba fulani, weka 0. Alafu rudi kwenye move tool kama hivi, ili uweze kusogeza umbo lako. Na baada hapo unaweza kurudi tena kwenye shape tool, ukachora labda umbo fulani, labda line. Ukachora line kama hivi. Line yako kama hivi. Ukaacha ikawa na rangi kama hiyo. Basi hivi ndivyo tunaweza kuchora maumbo mbalimbali kwenye programu ya Adobe Photoshop. Unachotakiwa kujua ni kwamba unaweza ukatumia move tool na shape tool pekee kupata maumbo mbalimbali. Ili uweze kupata labda cycle, utakuja hapa kwenye shape tool. Sasa hivi hapa nimechagua line tool. Bonyeza right click, alafu select ellipse. Utapata umbo la mduara. Umbo utakaochora hapo litatoka mduara. Umbo litakalotoka hapo litakuwa mduara. Tafadhali narudia kwa haraka. Fuatilia hatua kwa hatua. Nitafuta hizi zote, nitazichagua zote, nitafuta. Nitahitaji kuchora rectangle. Nakuja hapa hivi kwenye shape tool, nachagua rectangle. Navuta hivi. Inakaa hivi. Hiyo imeisha. Nakuja tena nataka nichore square. Nabonyeza shift, left click ya mouse yangu na alt.
kama hivi. Umeona? Nakuja hapa kwenye fill, nabadilisha, naipa nyekundu, square kama hivi, nasogeza hapa. Na mara baada ya hapo nakuja tena kwenye hapa hivi, nabonyeza right click, nachagua ellipse. Sasa nataka nichore duara perfect circle. Nabonyeza shift left click ya mouse yangu na alt, afu navuta hivi. Nikitaka nichore duara ambalo sio perfect circle, nitakuja hapa kwenye nanilia, kwenye shape tool, nitachagua ellipse, lakini nitachora duara ambalo sio perfect circle kama hivi. Uta drag tu, utaweka hapo kasa yako afu uta drag hivi kama hivi. Na baada hapo nitabadilisha rangi. Nitataka hii rangi iwe rangi ya blue. Rangi ya blue hivi. Haya, nitakuja tena hapa kwenye shape tool kwa mara nyingine, nitachagua triangle. Nitachora triangle kama hivi. Sitashika shift wala nini, nitaweka hapo, nita drag. Kwa hiyo nitaweza kuwa nimechora triangle kama hivi. Hii triangle nataka iwe na rangi nyeusi. Nakuja hapa na chezesha mpaka nipate rangi nyeusi. Hii ndio new color, hii ni current color. Sasa current color ni rangi ambayo ipo kwenye umbo kwa wakati huo. New color ndio ile rangi ambayo itaonekana baada ya apply okay kama hivi. Umeona? Baada hapo nitakuja kuchora tena polygon kama hivi. Nitachora polygon. Nitarudi hapa hivi. Hii polygon pia nitaibadilishia rangi. Nitakuja hapa. Nitakuwa nachezesha, nitachezesha mpaka rangi ile ambayo mimi naitaka. Unaona kwamba new color ni hii, current color ni hii. Nikiweka okay, color yangu inabadilika. Hivi ndivyo ambavyo tunaweza kufanya kazi ya kuchora maumbo kupitia zana ya shape tool, lakini pia kwa kutumia zana ya move tool katika kusogeza maumbo mbalimbali. Baada ya hapo unaweza ukaexport hii kazi yako ukanitumia. Utakuja hapa kwenye file, baada ya kwenye file utakuja sehemu andiko export, alafu quick as png, utabonyeza hapo quick as png. Nitasave sehemu ambayo najua nitaipata kwa urahisi. Yes, hapa nasema class number 2 nitasave kazi yangu. Hivyo ndivyo unaweza uka export kazi yako kutoka kwenye Photoshop na kuifanya kuwa picha. Utakuja hapa sehemu ambayo kwenye mafaili yako, utakuja hapa kwenye mafaili yako hapa hivi, nitafungua hapa, nilisave hapa. Yes. Nitafungua na hapa pia. Kwa hiyo nikishafungua itafunguka hapa kwenye category ya picha hiyo hapo. Unaweza kuona kwamba hivi ndivyo ambavyo tunaweza kuchora. Maumbo yote yanaonekana kwa sababu nimezingatia mchanganyiko mzuri wa rangi. Asante sana kwa ajili ya tutorial ya siku ya leo. Let's meet kwenye next tutorial kwa kujifunza zaidi. Asante sana. Bye bye.